kukinga nguvu zako za kiume, itakukinga moyo usiwe mkubwa, kwa sababu kama mishipa imebana, moyo inabidi utumie nguvu kubwa. Ndio maana unasikia moyo wake umekuwa mkubwa, kwa sababu utatumia hivyo, Mungu ataendelea tu kukunani. Lakini sasa kadri unavyopiga kwa nguvu, ni kama mimi nikinyanyua vyuma, hizi muscles za biceps zitakuwa na wenyewe moyo unakuwa. Lakini kama elastic yoyote, kuna siku sasa utapanuka, hauna nguvu ya kupiga tena. Ndio bora wa hizo dawa. Natoa jibu la jumla, lakini kila mmoja hapa pressure yake inategemea imetoka wapi na vitu gani vilivyoathirika huko kwenye hatua gani. Kwa hiyo sitoi jibu la jumla alafu ukaondoka nalo. Kuna baadhi ndio watatumia dawa maisha yao yote, lakini kuna baadhi kadri muda unapokwenda, sijui kama ni uzito ukapunguza, chakula kimerekebishika, vilivyosababisha vimetoka, hao kufuatana na daktari wako anaweza akafika hatua kama ulikuwa una dawa 2 akapunguza ukawa na 1, na siku moja inshallah ukatoka kwenye dawa. Lakini wengi wana tatizo la pressure liko hivi, moja, halina dalili. Baadhi yenu hapa anasema mimi pressure yangu naijua bwana, kichwa kikiniuma upande huu anajua hii pressure sasa itakuwa juu, na nikienda kupima kweli. Lakini namwambia mimi nikiwa sina hela kichwa kinauma, mimi nikiwa na UTI kichwa kinauma. Maana yake nini? Kwa Kiingereza wanasema there is no specific sign or symptom ya pressure kuwa juu. Hili nalisema kwa hisia kubwa, na huwa naomba kwamba nisiulizwe hilo swali. Mzee wangu saa 9 mchana bado alikuwa yuko fit, anakwenda safari. Umri wangu mpaka nafika hicho kipindi tayari nilishakuwa daktari na degree ya kwanza, sijawahi kumwona kulazwa. Siku hiyo alianguka, napigiwa simu, yuko wanaambia kuna ICU. Mimi nikafikia ni mtu mwingine, pressure 250 kwa 150. Siku 63 Allah akachukua. So ndo maana inaitwa silent killer, ni muuaji wa kimya kimya, pressure. Sasa bahati mbaya na dawa zake na zenyewe zinaitwa silent saver, zinakuokoa wewe kimya kimya. Hamna mgonjwa wa pressure akwambie kwamba nimekunywa dawa najisikia vizuri sasa. Lakini itakukinga usipofuke macho, itakukinga wasikukate mguu. Natakiwa kupata vipimo 20 tofauti. Moyo unapiga, moyo unapiga. We daktari huyo akikupima mara 20 iko 130 kwa 80, 130. Hiyo mashine nitaitilia wasiwasi mkubwa sana. Moyo unapiga, pressure inategemea na mapigo ya moyo. Lakini nikirudi sasa kwenye swali la msingi, na ndio maana upimaji sahihi uko hivi, na hasa kwa mgonjwa wa mara ya kwanza, natakiwa nikupime ukiwa umekaa, natakiwa kukupima ukiwa umesimama, natakiwa kukupima ukiwa umelala. Kuna watu pressure zao ziko kawaida kabisa, akikaa hivi, akisimama pressure inapanda, na ndio maana unasikia kuna watu wanayumba kidogo, kwa sababu mwili sasa unatakiwa ujiadjust na pressure mpya. Na ndio maana baadhi ya wagonjwa wangu kipindi nina practice ni kwamba lazima nipime zote 3, kwa sababu ushauri mmoja ninaweza kumpa huyo mgonjwa, sikiliza, naomba ukiamka au mama, kwanza kaa kwenye kitanda, mwili ujue uko kwenye position mpya.
Alafu simama kwa sekunde chache tu, mwili ujue uko kwenye position mpya, kwa sababu wewe pressure yako inayumba kufatana umesimama au umekaa. Si umewahi kuona kwenye gwaride askari wanaanguka? Kwa sababu yule inawezekana, sio lazima, hawaanguki kwa sababu ya njaa wale, hapana, pressure imeshuka. Kwa hiyo ni nani la jumla. Sasa la pressure hii ya chini, ile pressure mnayoona chini, kuna moja juu na moja chini. Ile ya chini ni pale moyo una pause kidogo ili ujijaze, kwa sababu kila ukipiga hivi unatoa mililita 70 kila ukijipiga. Kwa hiyo ukijipiga mara 70 kwa dakika, ina maana ni lita 4900. Ndo zile nilikwambia una damu lita 5, kwa sababu hiyo damu yote ya mwili wako lazima ipite kwenye moyo katika kila dakika. Kwa ile ya chini wakati inajijaza, kawaida inatakiwa kuwa kati ya 60 mpaka 90. Ndio maana tunatoa range, hatusemi namba moja bu, hapana. Ile ya juu kati sasa moyo ndo unapiga, inatakiwa kuwa kati ya 110 mpaka na 139, hapo katikati popote. Sasa huwa kuna tofauti kidogo, kwa sababu hii miongozo, kuna mwongozo wa Marekani, American Heart Association, kuna mwongozo wa Europe, European Society of Cardiology, alafu kuna mwongozo wa WHO. Kwa hiyo utaona kuna milimita chache zinatofautiana, lakini nikiiweka vizuri, pressure yangu ya juu nataka iwe chini ya 140, isishuke chini ya 100, na hii ya huku chini isiende chini zaidi ya 60. Palpitation ni mapigo ya moyo yanapokwenda haraka kuliko inavyotakiwa, na sisi kishafika zaidi ya 90. Lakini kwa nataka kumwelimisha shehe na watu, naomba tusichanganye mapigo ya moyo na pressure. Haya ni magonjwa mawili tofauti. Ukisikia palpitation ni ugonjwa wa pressure zako zinaweza zikawa ziko sawa kabisa 120/80 kama ulivyosema, lakini una tatizo la palpitation. Sasa sababu ziko milioni. Mimi nikikimbia hapa nitapata palpitation, moyo utakwenda mbio, lakini nikitulia, kwa sababu moyo wangu hauna tatizo, mapigo yatarudi. Kwa hili la kwako shehe, na hapo ni kama nilivyoanza mwanzo kule, kwamba lazima kuna mtu alituumba. Kwenye moyo kuna pacemaker, kila mtu anayo humo ndani, iko kwenye chumba cha kulia juu hivi kidogo, inaitwa sinoatrial node. Ile ikikorofisha ndo unasikia na kuwekea pacemaker ya bandia. Sasa either moyo unaweza kuwa unapiga sana, au unaweza kuwa unapiga mapigo yako chini kabisa 30 20. Kwa hiyo ile pacemaker inasoma kwamba mapigo yako chini, inakupiga umeme we bila kujijua, moyo unaanza kwenda sawa sawa. Lakini kabla hujafika huko, hapa kila mtu ana pacemaker yake. Sasa ukikorofisha tu ndo unaingia huko kwenye mbadala ambao sisi ndo tumesoma sasa. Okay, nikimwekea kichuma, manake unachana hapa juu, unaweka kipocket, zile waya zake ndo unazitumbukiza ndani ya moyo. Allahu Akbar. Ambazo ni waya za umeme, na ndio maana unasikia watu airport pale, huyu ana pacemaker, hapiti kwenye ule mtambo, kwa sababu akipita pale na ile radiation, ile pacemaker kwa sababu imetengenezwa na sisi, inafikiria kuna tatizo. Hii ulowekewa na ala haina shida, inajua huu mtambo hapo hamna kitu. Nani aliyetengeneza kwamba tuwe na pressure ya 120? Ndio maana tuko kwenye nyumba ya Mungu, ndugu yangu. Huyu aliyetuumba ndo kaweka hiyo pressure hivyo hivyo, kwa sababu akiipandisha moyo utapiga kwa nguvu, sisi wote tungekuwa wagonjwa wa moyo huko ndani. Mashaallah, mashaallah. Kwa huyu aliyetuumba ndo kaweka hizo namba kwamba moyo upige kwa hatua hii, pressure ziwe hivi, ili kila kitu kiwe sawa sawa. Na hata ukitizama huku kwa mafundi wetu wa mabomba, sijasikia kuna bomba limepasuka bwana, pressure ilikuwa juu.
Kwa mimi jibu langu, na tuko kwenye nyumba ya Mungu hapa, nafikiri na uhakika kwamba huyu aliyetuumba tunamwamini wote ndio aliyefanya hizo vitu viwe hivyo. Sisi tumevisoma na kuandika namba hii mpaka hii sawa, namba hii mpaka hii hapa.